mashabiki wao ndo wawe wazungumzaji zaidi katika hicho kipindi, kwa sababu sisi tushazungumza sana. Ile ilikuwa ni wakati wa mashabiki sasa wao kama wao kutoa hisia zao, na of course mpaka leo hii ilikuwa bado ni siku ya mashabiki kuendelea kutoa hisia zao, kwa sababu mwisho siku kwenye timu shabiki ndo kama boss. Shabiki ndo analeta mapato, shabiki ndo anafanya timu inakuwa kubwa, shabiki ndo anafanya brand inakuwa kubwa, shabiki ndo ana motivate wachezaji, yani hivyo. Kwa hiyo shabiki anatakiwa apewe heshima. Kwa hiyo nilipisha kwa ajili ya kuweka mashabiki waweze nao kutoa maoni yao, na nimeona maoni mbalimbali wakilaumu hasa kwa upande wa mashabiki wa Simba ambao kwa kiasi fulani msimu huu wameona kama umefeli, lakini kwa upande wangu mimi naona kama si kufeli, bali ni msimu ambao Simba ilikuwa inapiga hatua zaidi kwenda kutoka ilipo na kusogea mbele kidogo, umenielewa? Yeah. Nimeona maoni kama ulivyoona, na nimeyasikiliza pia, sio kwenye radio, so kwenye simu janja, kwa namna ambavyo watu wanazungumza. Lakini kwa hivi sasa anayezungumzwa ni mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports, Murtaza Mangungu. Mara nyingi amekuwa akitupiwa mawe hasa katika nyakati ngumu kama hizi, wengine wakienda mbali kusema kwamba anatakiwa ajiuzuru katika nafasi yake. Wengine wanazungumza kwamba kuna namna mwekezaji ambaye bado taratibu hazijakamilika anapigwa na eneo hili ambalo linazungumzwa. Tuanzie hapo Heavyweight. Hili lililotokea Simba kupoteza ubingwa kwa msimu wa 4 mfululizo, inaweza ikawa ni sababu tosha za hoja za mashabiki kusikilizwa? Unajua kwenye swala kama hili ni swala ambalo siwezi nikalizungumzia moja kwa moja, kwa sababu kwa mtu wa kawaida anaweza akaona kama, yani kwa shabiki kwa kawaida anaweza akaona kwamba Mangungu akitoka basi Simba itakuwa mabingwa au itamfunga Yanga au yani mashabiki wengi wamejitengenezea hiyo notion kwamba Mangungu ndo tatizo, na kama akitoka basi Simba itashinda mechi zake, itachukua ubingwa, itaweza kufanya hivi, itaweza kufanya hivi. Of course ni jambo la kawaida, especially timu inapokuwa inapitia kipindi kigumu. Lazima kutafutwe nani mchawi, nani ambaye anasababisha haya yote. Na mwisho wa siku mara nyingi sana inapokuwa timu inapitia kipindi kigumu, kwa upande wa Simba watu wa kumtupia lawama ni Murtaza Mangungu. Yaani ni kawaida, na hakuna kipindi ambacho timu inapitia mazuri alafu mwisho wa siku ikatokea mambo ya sijui kiongozi wao tumtaki. Yaani mara nyingi inatokea kama Simba ikiwa inapitia kipindi kigumu, especially na unajua mbaya zaidi ni kwamba kwa mfano katika misimu hii minne mara nyingi Simba wamekuwa wakipata shida sana kumfunga Yanga, umeelewa? Na katika kampeni zake miongoni mwa vitu ambavyo aliahidi ni pamoja na kumfunga Yanga. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe kiasi fulani ni kama alijifunga, kwa sababu akija kujitetea kwamba kwani mimi ndo ninaicheza au hivi na hivi, lakini mwisho siku kama ulikuwa unajua hayo usingesema kwenye kampeni. Kama unajijua uchezi usingesema kwenye kampeni kwamba utawafunga Yanga. Kwa hiyo na mashabiki kama nilivyowahi kukwambia, shabiki yeye analichukua jambo jinsi ambavyo limekuja, sasa utamlaumu vipi? Lakini kwa upande wangu mimi siamini kwamba akiondoka Mangungu basi Simba ndo itamfunga Yanga, Simba ndo itakuwa bingwa, Simba itakuwa, kwa sababu unajua watu hawaelewi tu, umeelewa? Yaani ni kwa sababu wapo nje ya uongozi, ila wakiingia ndani ya uongozi yaani kuna vitu huwezi kuvijua mpaka uwe umeexperience. Mimi sina experience, sijawahi kuwa kiongozi hata wa klabu ya Majimaji wala nini, lakini angalau kuna vitu ambavyo navipata na visikia kutoka kwa vyanzo vyangu vya ndani ya uongozi. Kuna mambo mengi zaidi ambayo yanatokea, ambayo hata Mangungu akiondoka kama mambo hayatakuwa fixed basi Simba inaweza isipate ubingwa vile vile. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nafikiri Simba ingeboresha hivyo, lakini unajua tunashindwa tu kutafuta mfano, kwa sababu ili fulani aonekane amefeli lazima kuna aliyefaulu. Yaani ni simple strategy kwamba Simba inaonekana imefeli, inafanya vibaya, lakini kwa sababu ya kufanya kwake vibaya ina huzuni na kuna ambaye ana furaha. Yule mwenye furaha anafanya vipi mambo yake? Mbona ni issue simple tu ya kuanalyze. Umeelewa? Anafanyaje? Watu wanataka kujua hapo. Hicho tu. Umeelewa? Unaangalia kwamba okay, huyu kwanza miongoni mwa vitu ambavyo nafikiri Yanga wameshawahi kupitia ni kutotoa mataji takriban mara 4 mfululizo. Simba walikuwa wanachukua, wao wanasubiri. Umeelewa?
Na of course kweli nakiri kwamba Yanga kipindi ambacho wanapitia matatizo, kuna kipindi walifanya mabadiliko ya kiuongozi. Of course kulikuwa kuna kina Mshindo Msola, kina Mwakalebela ambao nao walipitia hizi dhahma ambazo Mangungu anapitia, wakaondoshwa, na baadaye Engineer Hersi akapewa dhamana ya kuwa rais wa klabu na vitu kama hivyo, na baadaye kweli mambo yakajipa. Sasa hiyo ni sehemu ya kwanza, lakini haiishii hapo. Yule Hersi alivopewa timu, alivopewa Yanga kama mtu wa kuiongoza kwenye mambo mengi ya kisoka, kuna vitu alivifanya. Vitu gani ndio unatakiwa ureview? Miongoni mwa vitu ambavyo alikuwa anavifanyia kwa userious, anavifanya kwa userious, ni pamoja na kujaribu kutafuta wachezaji wazuri. Sio, unanielewa? Amejitahidi katika kutafuta wachezaji wazuri, na of course tuambiane ukweli, kuna wachezaji wengi ambao destination yao ilikuwa Simba, na kipindi kile anapewa Yanga ilikuwa haina ushawishi kwenye soka la Afrika, kwenye soka la ndani haina ushawishi sababu ilikuwa haiperform vizuri. Lakini alifanikiwa, pamoja na kwamba Yanga ilikuwa haiperform, lakini alifanikiwa yeye individual alikuwa convince wachezaji wakubwa kuignore Simba na kuchagua kujiunga na Yanga. Nitakupa mfano wachezaji kama Bakari Nondo Mwamnyeto alikuwa na performance nzuri sana kwenye michuano ya CHAN kama sikosei, kabla ya kujiunga na Yanga. Simba walikuwa wanahusishwa kumsajili, lakini yeye alifanikiwa kumshawishi na akajiunga na Yanga. Umeelewa? Kulikuwa kuna mchezaji kama Khalid Aucho ambaye alimalizana na Mekasa kitu kama hicho, na alikuwa free agent, maana alivunja mkataba wake. Alihusishwa na Simba. Umeelewa? Timu ya kwanza kumapproach ilikuwa Simba Sports Club. Lakini huyo Engineer Hersi alipambana, umeelewa, na kujaribu kumshawishi ajiunge na Simba. Kuna interview moja na maanisha na Yanga. Kuna interview moja nilimsikia anazungumza Mukoko Tonombe. Alisema Simba walishawahi kumapproach. Hawa ni wachezaji wa mwanzo ambao Engineer aliwasajili, na wagusia tu kwamba walimapproach, lakini aliona kama userious mdogo, kwa sababu Simba mambo yanakuwa yanapitia process nyingi tofauti na Yanga. Yeye Engineer alisafiri kutoka Tanzania mpaka DR Congo na kwenda kumsainisha mkataba, lakini vile vile alikuwa na uthubutu. Miongoni mwa wachezaji ambao aliwasajili akiwa na uthubutu mkubwa ni pamoja na Stefan Aziz Ki. Umeelewa? Sababu vilabu mbalimbali vilikuwa vinamtaka, na aliwasumbua Simba. Aliweza kuwa mchezaji wa kwanza kuwafunga Simba nje ndani kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Aliwafunga kwa Mkapa goli moja, akaenda kuwafunga kule pia. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye alikuwa na sio tu kuwafunga, alikuwa na performance pia nzuri. Yanga wakaingia all the way kwenda kumsajili. Dakika za mwisho Simba wakataka kuvuruga deal, ikashindikana. Simba wakawa wameplan kwenda kwa Adebayo, wakashindwa kumsajili. Na mimi najaribu kukuelezea matatizo, ngoja nitamaliza. Najaribu kukuelezea matatizo ya miaka 4 mfululizo. Umeelewa? Na mimi kwa